اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, ndugu yangu katika Uislamu nataka nizungumze kidogo nukta kuhusu mambo ya dhulma, na zaidi hii dhulma katika mambo ya ardhi, wachilia mbali mambo mengine. Ardhi ndio msingi mkubwa wa kila kitu katika hii dunia yetu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema, man dhalama qaida shibrin min al-ardhi, mwenye kudhulumu kipande kidogo tu cha ardhi, kiasi shibri. Shibri ni nyanda, wengine sema nyanda, wengine sema shubiri katika ardhi. Tuwikahu fi sab'i ardhin, atakuja kutishwa nayo kama cheni, kama kidani siku ya Kiyama. Tena itageuka, itakuwa ni moto, itakuwa shingoni mwake. Hiyo shubiri moja, je, ikiwa ni eka, na hiyo eka nzima pia atavishwa nayo shingoni, kutoka chini ardhi ya saba mpaka juu. Kama mtu anaona masahara kuchukua kipande cha ardhi cha mwenzia, kwa nafanya mlalamisha kidogo kidogo, apange mawe, mara apanda mti, mara anafanya kichwani, alafu mara anakuweka msingi tena pale, alafu anakuja tena kidogo. Basi shubiri moja mtu akichukua, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakuja kuvishwa nayo shingoni kama kidani siku ya Kiyama. Na akionekana hivyo, watu wote watambua kwamba wewe ni kwa dhalimu wa kidhulumu ardhi za watu. Na dhulma inatisha sana, dhulma inatisha sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatuambia, adh-dhulmu inna dhulma dhulumatu yawm al-qiyama. Kaanza na harufu ya taukidi, inna dhulma, hakika kudhulumu, dhulumatu yawm al-qiyama, ni dhulumatu yawm al-qiyama, ni viza vingi siku ya Kiyama. Yani hatakuwa mtu labda la yakadu ya raha, maana mkono wake hawezi kuona. Yeye mwenyewe asema mkono wake hawezi kuona kiza kilipokuwa kikubwa kwa sababu ya dhulma, na atakuwa yuko ndani ya adhabu kubwa. Sasa Muislamu yoyote alokuwa anaamini kwamba yuko Mwenyezi Mungu na ipo siku ya Kiyama, basi aogope kufanya dhulma. Kwa hadithi hii na hiyo iliyotangulia kuchukua kipande cha ardhi. Ama mambo mengine, Mwenyezi Mungu anasema, walau annahum idh dhalamu anfusahum, lau hakika wao wamezidhulumu nafsi zao, jauka wakakuja wewe, wamezidhulumu nafsi zao, sio wamedhulumu watu, wamezidhulumu nafsi zao wao wenyewe, wamemwasi Mwenyezi Mungu. Akiwa mtu mwingine akilewa, akiwa mtu mwingine akicheza kamari, na hiyo kamari pia kamdhulumu mtu, na uko kulewa pia atakuja mara nyingine anamdhulumu mtu. Lakini mtu kafanya maasi baina yake na Mola wake, walau annahum idh dhalamu anfusahum, jauka wamedhulumu nafsi zao, jauka wakakuja wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikutaja aya hii kwamba mtume yuko hai au amekufa, wakakuja wewe. Na ndio maana watu wakaenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasoma aya hii kwanza, walau annahum idh dhalamu anfusahum jauka fastaghfirullaha, wakamtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Hawa ndio walifanya hii dhulma, waliodhulumu nafsi zao. Wastaghfara lahum rasul, na Mtume sallallahu akawatakea istighfari wa dua, na wajadu llaha tawwaba. Wallahi, hakika watamkuta Mwenyezi Mungu ni mwenye kukubali toba, ni Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na huruma mtu, lakini akiwa amedhulumu nafsi yake. Na aya nyingine wasema, man ya'mal su'an au yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Yule aliyefanya ovu au akaidhulumu nafsi yake kisha akataka msamaha kumwomba Mwenyezi Mungu amsamehe yale makosa aliyofanya, yajidillaha ghafuran rahima, yajidillaha ghafuran rahima, Mwenyezi Mungu ni msamehevu mno na mwenye huruma mno. Hii ni yeye mwenyewe kafanya ovu au kadhulumu. Sasa lakini kumdhulumu mtu, Muislamu yote asifanye ujasiri wa kumdhulumu mwingine yoyote, hata kafiri. Wanasema wanazuoni, hatoingia mtu peponi lau kamdhulumu mtu, hata kama ni kafiri, na yule kafiri hatotua motoni mpaka Mwenyezi Mungu alipize haki. Sasa kafiri atalipwa vipi na huyu Muislamu ili kumlipa Mwenyezi Mungu ahkamul hakimin? Kwa hivyo tumuogope Mwenyezi Mungu na kudhulumu. Kudhulumu ni balaa kubwa. Hivi sasa kuna watu wanadhulumu kiasi kwamba akiambiwa anasema, yule alodhulumiwa anasema, basi mimi tutaonana akhera. Anasema anakuja kuleta maneno ya kejeli mtu,
amekwenda kwa akhera, atasema tutaonana akhera. Na ikiwa ni Muislamu na anajua kwamba aendao akhera harudi, kisha anasema leo kama istizai, wakishatoka ndani ya Uislamu, naudhubillahi min dhalik. Kwa hivyo kubwa ya maudhui haya kwamba ni dhulma, Waislamu tujiepushe na dhulma. Na hivi sasa dhulma limekuwa ni jambo la kawaida, watu wanadhulumiana, na Waislamu wenyewe sasa wamekuwa madhalimu. Waislamu wenyewe lazima tuseme ukweli, watu wamejitokeza kwa madhalimu, wanawadhulumu wenzao kwa namna nyingi yote, hatuna haja kutaja kinamna gani, kwa namna zote. Ndani ulimwengu sasa hivi Waislamu wamejitokeza kwamba wao ndio madhalimu, alafu walalamika ulimwengu huu unakwenda songo mbingo, makafiri wanatuonea, wameshika hatamu. Sisi wenyewe Waislamu kwanza tuache dhulma. Mwenyezi Mungu atuafikie, atuepushie na shari ya dhulma, atuongoze. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.